Okay, twende pamoja leo kutoka ofisini mpaka DHL. Kama nilivyokuambieni kwamba jana nilipata oda ya wagonjwa wangu wawili wamelipia kutoka Canada na mwingine USA. So leo nilikuwa nimeandaa dawa zao, nikatoka vizuri, nikashuka lift zangu hapo, nikawa naelekea kuwasafirishia dawa zao baada ya kufanya malipo. Mgonjwa wangu wa Canada alifanya malipo ya oda 2 za changamoto yake, na mgonjwa wangu wa USA alifanya malipo ya oda 1. So nikachukua bodaboda pale usafiri, nikabidi nitoke sasa kuelekea DHL. Toa kidogo kwa safari ilikuwa ndefu, piga stories za huku na kule, huku tunaendelea mdogo mdogo. Nikapita baadhi ya vichuchu hapo Datu na vio vingine hapo katika safari yangu nilokuwa naendelea. Kwa kweli baada ya muda fulani tukafika DHL. Baada ya kufika ikabidi sasa paki usafiri wetu kuja nao tuanze kutoka mdogo mdogo. Sasa ikabidi niwaelezee watu kwamba hii ndio DHL ambayo tunasafirisha bidhaa kutokea hapa Dar es Salaam kwenda mataifa mengine mbalimbali. Kwa hiyo mtu awe na uhakika kabisa mzigo wake unafika kwa amani na kwa muda sahihi. Baada ya kutoka hapo ikabidi tuingie ndani, kuvuka kionzi iko tukafika mpaka ndani. Sasa hapo sasa hapo ndo nikaenda kuitenga mizigo yangu miwili, kwamba ya mgonjwa wangu anaelekea USA na mgonjwa wangu anaelekea Canada. Huyo ni Mr. Juma na Mr. Eric. Sawa, mtaona hapo zile posti zake jinsi nitakuwa nimeweka pale zile receipt za ile mizigo. Sawa, nikaingia zangu ndani, kufika kule ndani baada ya mzigo kupakiwa, sasa ikabidi tena nizungumze na watu pia kwamba DHL ni mizigo miwili, mgonjwa mmoja huu ni mzigo wa Canada na mwingine mgonjwa wa USA. Kwa hiyo leo yote naisafirisha kwa pamoja. Na sasa ukiwa unapitia changamoto na upo mbali, usihofu, mzigo wako unafika kwa amani kabisa na kwa muda sahihi, na unatumia na program nyingine unapewa kama kawaida. Hapo tukanishamaliza, nikaacha mizigo. Sasa hapo mzigo nasafirishwa, mimi nikawa natoka zangu mdogo mdogo. Nishamaliza kazi yangu. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kila kitu kikaenda okay. Ukiwa wewe unapitia changamoto, sisi tukuwasiliana na sisi ili mradi tuweze kukuhudumia kokote pale ulipo. Karibu sana Dr. Fizo.